Biamano naende omo ligeriria bwegeta seni kia Ndizi TV igotwarenge nayo Minto Brighton mako likolende ande tuiranire ase enkwana yerituko lia lero. Ituko lia lero Jumatatu nigotwa gotebia bulitangane na nigotwa kora mangane tofauti kidogo. Ase njoto maitenga lituko lia Jumatatu botambe to kwanire igoro ya siasa na magenderero imena isiko yorongoro Gusii kolende nigotocho kwanira igoro yogonchoka kwelire asege songo bakorga climate change asege swali baro kotapia nchi ayuna haroto chukwanera ekera bataalamu baito baikirega ase studio ende bono goikato chikoburukania kyake talibonsi bako iwake Gusii talibonsi bako kwana ke Gusii kulendo ulio ya mogo kwana na chiko tokonya mono igobono moko changanya ndimi amoto irabo bekiagera bono yaikeirebo goikatonyoro bosemyo goikatonyoro bomanyi korwa sabanto bonsi bako kwana mononde bwensi igobono mwancho muligereria ikaranso ike ekiagere ngane yetali Gusioka ngane yetali Kenya yoka na ande tali nse ya mosi chinse ibere nigere global mochando bwensengi maigobono ikaranso ike karato chikonyoro bosemia na ende to amaigerio in short ekiagera bange nigotoko iwata bianchi climate change ogonchoka kwelire ntoko manyanga ninkie keminetie na mangarime ase enganeyo igabona ikaranso ikena bogotobwate wetera centre ya online Ndizi TV News Digital abona nsema ya Facebook na bago YouTube na otogotoka buna Ndizi TV News and na bogo tweet @Ndizi TV News osotomekerengererikia oli boli liao wetera se namba erega bo ase TV yao bagende baito baikire ase studio nigo bachon on time nigo toko bakera Kongole. Congratulations so we on time kiagara it's very rare enjere embure kona gotubo kendu boro bantombali wocha on time but rendo we thank God our visitors wamefika mapema sana tayari kwako ayo mwancho moligereria bakumanya mange asenchera yobo ikirano nganchere tubariganie asenchera ya bene kigima karibu sana wageni wetu wa siku ya leo asante kwa kufika hii ndio Ndizi TV mnaona Ndizi kila pahali asante karibu sana tunawakaribisha tena sana asingencho tutaanza na majina brief introduction tukianza na mgeni wangu mkono wa kushoto ataanza na majina yake kamili introduce ndio tukianza kipindi hata unaelewa kwamba tuko na nani ndani ya mjengo tuko na nani ndani ya studio karibu sana. Asante sana kwa makaribisho mazuri. Tumefurahi sana kuwa na nyinyi hapa kwa Ndizi TV. Jina langu naitwa Alfred Shitandi. Mimi ni profesa na kwa leo mimi pia hufanya kama scientist. Kwa kizungu naitwa sasa research affiliate kwa project moja ambayo tunafanya na universities mingi na tunaita climate universities na tutaendelea kueleza zaidi juu ya hii project lakini hayo ndio jina langu. Asante karibu sana Profesa Shitandi. Niko na profesa ndani ya studio ndani ya mjengo mtaalamu mwana researcher wale wanatafuta wanafanya utafiti wamekula masomo sana. Na wewe kwa bahati nzuri majina yako? Asante kwa kunikaribisha. Asante. Kwa majina mimi naitwa George Ogendi. Mimi ni daktari mwenye amesomea mambo ya tabia nchi, mambo ya mazingira na vyote ambavyo vinatuzunguka. In other words, tunasema kwa Kiingereza environment and natural resources. All right. Ndio nimesomea kutoka masters na PhD. All right. Mimi mwadhiri katika chuo kikuu cha Kisii. Mahali prof tunafanya naye akiwa kama researcher. Okay. Mahali ya kusema kwingine prof yeye kwa saa hii ndiye anasimamia mambo ya elimu. Namuita Deputy Vice Chancellor Academic Affairs. All right, Deputy Vice Chancellor Academic Affairs. Great, asante sana. Omwancho muligereria niko na wageni wazito. Niko na profesa, niko na daktari. Sio daktari wa kutibu ila ni daktari wa masomo George Ogendi pamoja na Profesa Alfred Shitandi ambaye umesikia ni researcher affiliate katika vio
hapa nchini Kenya. Kwa sasa ako katika chuo cha Kisii University. Tutaongelea mambo ya Climate U projects and what? Climate U projects and carbon literacy. Carbon literacy. All right. Carbon literacy. Asante. Mwancho mliele bono abana babo gani bana gase studio, alafu daktari nimeambia kwamba utaongeza sauti kiasi ndio uweze kusikika. Bila kupoteza wakati, nilipokuwa nikiangalia hii headline ya climate project and research and carbon literacy, yes. Awetu mwancho mliwe vintevi sio rahisi hivyo vile unatarajia. So nilikuwa najiuliza kabla hatujafika mambo ya project, climate project and carbon literacy, tutafika hapo, lakini chungu cha hiki vitu yote ni climate change. So ningependa kwamba mtazamaji wetu aweze kusikiliza na kujifahamisha kwa kindani tabia nchi, climate change ni kitu gani hiki ambacho kimezaa hii sasa maneno tutaongelelea kwa siku ya leo. Imewafanya mkwe watafiti katika vio mbalimbali. Tuanze na hapo, Profesa Shitandi. Asante sana. Kwa kifupi ningesema labda wengi wetu wameanza labda walianza kuona over the na vile ulisema nitachanganya Kizungu na Kiswahili, mtanisamea. So over the past decade or more, people started realizing kwamba there are changes zile zina occur within the climate. Na without kuingia ndani sana, vitu zenye zilianza kuonekana, for instance ni temperatures zilianza kwenda juu, mvua ikaanza kupotea na kudidimia, na vitu zingine pia zikaanza kuonekana ambazo hazikukua. Kwa mfano, vile mabadiliko haya yalianza kuonekana, kuna vitu tunaita pests na diseases zingine zenye hazikukua zikaanza kukuja. Kama hapa tuseme Kisii kwa mfano, kuna ugonjwa zingine ambazo zilikuwa zinajulikana hapa, zilikuwa labda zikijulikana zinafanyika kwa sehemu zingine za ukame kidogo, na hizo ugonjwa zikaanza kuonekana hapa Kisii. Tukaanza kuwa na wadudu wageni wenye wana attack mimea zetu, na hizi zote tukaanza kuzilink na mabadiliko ya hanga. Hata naweza sema mkiona vile hii mwaka vile imekuwa, hii mwaka kuna mabadiliko. Mimi mwenyewe nimeishi hapa Kisii miaka 10, na Kisii sijaona ukame kidogo kama vile niliona. Mvua sasa ndio imeanza kukuja, mvua pia ikuji kwa wingi. Hata nilikuwa nikichekesha mwenzangu nikisema hii matope ya Kisii siku hizi si ile matope ya zamani, unaweza tembea. So hii yote tunailinganisha na mbadiliko wa hanga. Lakini mwenzangu ni mtaalamu zaidi hata kuliko mimi. Asante. Pia yeye atatupatia maoni yake kuhusu ni nini tabia nchi ama climate change. Yaani Profesa, umeishi Kisii miaka 10? Yes, nimeishi Kisii na miaka 10. Na unjui Kisii hata moja? Najua kidogo, najua wakile. Najua wakile, wabokile. Wabokile buya. Walile kende, ngwali kende kwa manyagocha. So najua kidogo. Asante, unafaa kujua Kikisii next time ukikuja kwa mahojiano. Ningependa aje peke yake. Nitakuhoji kwa Kikisii. Asante. Unapenda chakula gani ya Kikisii? Ndizi. Matoke. Matoke, mimi napenda matoke. Na hii ugali ya brown tunaita kwa Kisii. Hiyo mimi napenda sana. Hiyo ni chakula mzuri. Na saga managu na whatever. Nderema is the best. Hiyo napenda. Karibu sana. Mbia mno. Ni ukweli. Daktari, tuambie utaongezea kidogo? Nitaongeza, asante kwa msikilizaji wetu. Na nitachanganya. Maana mimi Kisii. Bwana Gusii. wetu. Bwana. Ndagete kubwaterania mang'ana kuruile songo, Kiswahili Gusii. Nikio gojo kwa kwelire ayo mutegerero wito.
Yes. Ogonjoka kwelire n'ebintu byonsi twakolere byabekirwamo byatwara kurungalire byanjoki ndazokwana lire etotebete ng'embura naunjokire ng'akie gotwa sobonge naende ng'akie gotwa kirasi ekende giakabere nogomenteka kweliberera Yes. abaminto nomogwanjira nang'a asemetie njarire ebere twabeire tukoigwa liberera nombo tukoekera Yes. mpaka omuntu ogwika kweunga tigwebisino ano burangeti okuna kutogoteba n'ogonjuka kwelire lakini ogonjuka okwelire inki gwatoreteire muna intwe muno oyo minto Professor Standi atebire gaiga katika Kiswahili tiamba tebia seke Gusii twanyolire abadudu Yes. bakira asitole mududu oyo mono ni mosquito ntomanyete ng'a mosquito ye komenya ase liberera gete Yes. muna intwe torase bituno bya Gusii mosquito tari mududu orenga mona intwe no mududu twamanyete botambe ng'ogotoka gaiga bogera mate naende tokamanya ng'a no mududu ogotoka ase muna Mombasa ase liberera liarenge intuga ye twamanyire ng'a torase bituno by'obokendo lakini muna chinga kichiaitire aminto Yes. liberere liamentekanire nekero liberera likomentekana korwari asekire elikomentekana liaetani okugani kwabo bono na chiro chichikong'anya korwo chiagenda ase liberera liamentekanira ake lirase gesongo tokoroka the tolerance range so they have moved from the high temperatures to now medium temperatures which are now in the Kisii Islands na egento twarorire kiarorekanira asitore twarorire oborwaire obonge bokomenta Yes. malaria yamentekanire gaiga Gusii eyo nero togoteba the effect of climate change asitore namba ibere twarorire ogonjoka kwelire muna gwatukunire oisonde metinye na de alire bere mwarora bangina nabagaka nabana murabu na mukurwanira maja ase bitiongo ekena kugonjuka kwelire okubona kuko obobe bwogonjuka kwelire amaja akamasi ndoche cheito akamasi bitiongo byeito bono inki ekworo kieke ng'a inki kialetaya namang'ana ito binto bitogokora ekemo kiabo twakorire rora abaminto buna twagorire chigari Kenya rora muna twagorire chigari ensegi ne chigari eki namaguta chigotumeka maguta achigotumeka ekero chiko ya samba ebinto mbiro bigosoka amache ali buna omoika tokoroka mufuke carbon dioxide nere gosoka yama na gotoata energy ego propel the vehicle forward but of key now is the carbon dioxide produced by the exhaust this is what goes into the environment and when it goes into the environment it doesn't go anywhere but it now settles at the top of the atmosphere in terms of the atmosphere, we have several stratas. But we want to talk of our lower strata, which we call the troposphere, which is around 17 kilometers above the ground where we are. So it is at this level where you find now this carbon dioxide gas settles and it becomes a greenhouse gas. Upon settling now in the environment, any heat coming from the sun in form of short wavelengths, the moment it strikes the Earth surface, it changes the wavelength into a larger wavelength. Okay. Once it has hit the heart, it must go back to where it came from. While it is on its way going back, it gets the carbon which acts as an obstacle, a blanket. Then it redirects the same heat now to the ground again. Therefore, you find that this heat is retained in the lower part of the atmosphere. Hence global warming. Kwebisiri ibirera lyarenge mabwo olibi okwali bisiri bone ligendrete gukona kubekera libirera woko rusiri rangeti elio libirera libiri gosoka ligendo ja kugoboke bono nensi yitu na berigo bono the carbon we produce acts like a blanket redirecting this heat and the heat keeps on circulating when the heat is circulating it brings now more effects. Among them vaporizing the water yani ekobugata ya vaporize ya maji arasiri roba. Yes. Agenda hiyo.
on the effect of global warming, but we'll be talking further in respect how will be directed. Thank you. All right, thank you so much Daktari George kwa kuelezea kwa kindani. Profesa, daktari amekuwa akizungumzia kuhusu zile njia ambazo sisi wenyewe tunachangia kuleta hii tabia nchi ama climate change. Tunakuwa wale ambao tunachangia mabadiliko ya hali ya anga. Amezungumzia kuhusu using transport, amezungumzia kuhusu magari vile yanachangia, vile inatoa carbon and all that. Asiji kama una jingine ja kuongezea causes of climate change? No, I think vile tumesema I think daktari ameguzia karibu kila kitu. Zingine ni vitu ambazo tunajua kama ujue kukata miti. Kukata miti. Hiyo ni shida kubwa sana. Alafu ziko miti zingine ambazo tumekuwa tukizipanda ambazo zina ile characteristic ya kunyonya maji mingi sana. So watu wetu saa zingine wanaona mimi napanda miti, lakini kumbe hiyo mti yenye unapanda nayo inamaliza maji katika udongo. Vitu kama hizo. Na hizo zote zinachangia hii shida yenye tuko nayo. Kuna mtu alinituma specifically kwa nyinyi wawili kwamba hapa Kisii tumesikia tunaambiwa kata miti iliyoko karibu na mito. Unapewa saa zingine measurements. Itategemea ni mto gani. Kuna yenye utakata 10 meters, kuna yenye mpaka 30 meters, vile utaambiwa. So watu walikuwa wananiambia hebu uliza wataalamu. Mbona nikate miti? Miti yangu inanyonyaje maji? I think hiyo ndio watu hawajaelewa, ndio maana wamekuwa stubborn some of them kukata hiyo miti. Hawajakata, ndio maana wanasema serikali sasa tutakuja sisi wenyewe kukata hiyo miti. Kuna hiyo chemistry hawajaelewa miti ina nini na mtu ni kwake, na mbona hizo measurements 30 meters 10 meters ni kwa nini inanyonyaje miti? Daktari, na ni shamba ni yangu. Mbona ninaambiwa nikate miti? Hapo ndio nafikiri tunaweza kusisitiza, ndio watu wajue. Na at the end of the program nataka watu wakate hiyo miti baada ya kuelewa ni kwa nini tukate miti. Tuanze na daktari. Asante sana. Umwajua mutegererwa. Enda gitutokonya neiga. Turarigire ringo magega bancho bategererwa. Kwanye tuwa kitende. Yes. Tuwa wati kitende. Kitende kiondo komanye tente una njenda ateba seito tuwa wate tente ya sironga. Tuwa wate tente ya nyantura kwa nyaribari. Asa macha ari gwetera kisasa atikire na makendo. Wanyoranga kera macha etiro asibigwe. Ukimate kwanyora macha arabitese abantu bakubuja macha makendo. Yes. Lakini kitu akorire esa ulitua mentekanire kwa maana tumeongezeka kwa mambo ya numbers. Sasa hakuna shamba. Tumeingia katika hizi chemichemi za maji. Tuachiwe kilometero. Tumekatakata mitaro. Ili kutoa maji kutoka kwa chemichemi na kubadilisha hizo chemichemi kuwa shamba la kupanda. Mutakubaliana na mimi kwamba wenye wamepita pale Sironga na wenye wameingia hapa Nyanturako mumeona jinsi tumeingia katika hizo kitente. Tumetoa maji, tumeweka nini? Tumeweka miti. Na miti yenye tumepanda ndio hiyo miti saa hii serikali inatuambia kupitia kwa organization inaitwa NEMA kwamba tukate hiyo miti. Abantu bategererwa. Omotokoro kumulingamo hapa kwa Kisii tunaita eucalyptus. Unakunywa maji. All blue gum. Unakunywa maji. Sisi kama watafiti tumesema vizuri kwamba mtu mzuri mwenye ukishika mkono hivi na mwenzaka ashike upite round wawili kwa siku unatoa maji kutoka kwa mchanga ukipeleka kwa anga through what we call transpiration kama dramu 25 kwa siku wakati kwa siku ya jua. Sasa wewe nataka uangalie hiyo maji ingekuwa chini ya mchanga. Ingekuwa inaendelea kupita vizuri, mimea ingine inatumia na sisi tunaendelea kupata hiyo maji. Lakini hii maji inapoenda juu ya anga, hatuna uhakika kwamba hii maji tena itanyesha hapo. Kwa maana upepo inaendelea kupita na hayo maji yenye yako kama mfuke, utapata kwamba yameanguka kwingine. Na kama hayataanguka hapa kwetu, unapata kwamba tumekosa maji. So
lenye naendelea kuhimiza ni kwamba ili tuweze kuelewa ni nini hii serikali inatuambia. Kwa wenye wanasikia tunaambiwa hivi, hatujakatazwa tusipande miti blue gum. Lakini tumeambiwa vizuri ni mahali yapi tunastahili kupanda. Sio kando ya mito, sio karibu na chemichemi, bali tumekubalika kupeleka hii miti tuweke katika milima zetu ama tuweke mahali ambapo haitakuwa rahisi kufikia hii maji yenye iko kwa mito. That is what the government is trying to advise us. Number 2, government is not telling us that we don't plant trees, but it's telling us to plant indigenous trees. Abantu baito emete ito ya kare. Nde turarengeri umuti muno motembe omokorogo inwa. Osime ko moto yo turi konyumache buno mulinga mukonyo. And in any case abategerere baito these were not our tree species which were in Africa. These are trees which have come from Australia. And we know what they do. So when we normally get research advising us because they have seen the results, that is the importance of universities. And that's why we are here. We want to link that whatever we have found out, that these are the end results, then we come to you, we tell you the best thing you need to do is this. If you are to plant, plant it at these positions, but not closer to wetlands and riparian zones. And the rest will be proceeding as will be directed. Thank you. Asante daktari, sikujua kwamba blue gum inakunywa karibu 25 drums per day when it is dry. When it's of good one blue gum. Wow. Ile yenye mongina nozo mwanga eliora ruski bao kikieto nayo tebenga nao norojo moto yule roje buo yani unaona hiyo muti yenye iko katika sehemu za chemchemi na wewe unakipigia kifua kwamba hii nitauza nikiuza nitauza karibu 25 to 40,000 hiyo muti kwa siku wakati kama huo ulikuwa wakati wa jua drum 25 unapeleka juu. That's a lot of liters ya maji. Professor Shitande, wewe kama mtaalamu tumekubaliana na daktari kwamba blue gum haitajiki katika chemichemi za maji ama kwenye mito. Nyinyi kama watafiti mmegundua kwamba blue gum is not suitable for kupandwa. So have you come up with a alternative? These indigenous trees mnatuambia tutazipata wapi? Pengine mtu atasema ndio mnatuambia tukate miti, amtupatie option. Mtu atapata wapi hizi indigenous trees? Na lengo la Mheshimiwa Rais Dr. William Ruto ni 15 billion trees by 2032. So where tutafanya namna gani? Hizi asante sana. Sasa sisi kama watafiti na hata hii project ambayo tuko tulikuja na mwendeo kwamba njia mzuri ya kuaddress problems kama hizi ni kufanya kazi na communities. Na nitakujibu why I'm saying that. All right. Because we found out that within the communities there is a lot of indigenous knowledge ambayo inapotea na kuna wazee wengi ambao wanajua the exact question you are saying who have knowledge of the tree species zile zilikuwa zikitumika hapa Kisii za kitambo wanajua vile walikuwa wakizipata kwa forest wanajua vile walikuwa wakizipreserve tukaona tukue na utafiti ambayo tunaita participatory action research ambayo ni kitu kama vile rais anasema ni karibu kitu kama bottoms up kutumia ili unaleta watu kutoka chini mnajadiliana nao mnaonyesha lakini haufanyi kazi kama wewe pekee ndio mwenye unajua all knowledge kwa sababu kuna wazee ambao wanajua answers zingine zenye hata mimi kama mtafiti sijui. Lakini pia kuna serikali imeweka nurseries ziko in place hata sisi kama Kisii University tuko na nursery ambayo tuna cultivate hizi indigenous trees na through program kama hii yenye tuko nayo tunaanza kuona tunaweza fanya kazi aje na communities ili wajaribu hizi trees zenye tuko nazo. So kuna processes na
I think ni vizuri tu watu wetu wengi knowledge ndio hawakuwa nayo. Yes, yes. Na ndio kwa sababu tuko hapa kujadiliana na kuona njia yenye tunaweza fanya kazi pamoja. Asante Prof. Lakini mimi hapo kwa forest kupata hizi nini hapo ndio kuna kuna tashwishi kwa sababu hapa Kisii ukiangalia mashamba hatuna. Si ndivyo daktari? Forest iliisha kitambo. Sasa hapa Kisii sijui labda utusaidie kwa sababu asante. Aba minto. Emetenero. All right. Miti iko. Vile mwenzangu profesa amesema kama chuo kikuu cha Kisii. Tuko na mahali tunakuza mimea. Na mimea sasa hii tunaendelea kukuza mimea ile ambayo ni ya kienyeji. Yenye inajulikana kwamba imekuwa ikikua vizuri hapa katika mchanga wetu wa Kisii. Omo motegelinta tenda agoteiga. Ototarira alia se University ya Kisii. Bono ndogendete gosemia abantu baitonga tigaturu gosimeke meringam tosimeke chimoti. Right. Now we are at a level of trying to breed a particular species of a bamboo. The bamboo is very key. Wa minta bategereri. Etoma yetu tambe nga panda muti ili kusaidia haraka kupata pesa. Na hii ndio hii muti tunaita mlingamo imekuja kwetu. Baada ya miaka 5 imekuwa unauza, imeshakuwa unauzia Kenya Power ama unauzia mwingine. Umekuwa na 1000 Yes. Ni nini asua yenye imefanya watu wafanye hivi? Tunataka mbao ya kutengeneza viti, meza, milango hiyo. Saa hii tumekuwa na mti mzuri mwenye umekuwa pamoja nazi yenye inaitwa bambu chimoti. Saa hii tunatengeneza mwiko ama miko, vijiko, mesa, viti kupitia kwa bambu. Na hiyo bambu sasa ukija pale katika chuo kikuu cha Kisii mahali tuko, utapata kwamba tumeikuza sehemu ndefu sana. Na sasa tunataka watu wetu watutembelee tuwaonyeshe jinsi ya kukuza. Hili unapokata hii miti yenye tunaita eucalyptus yenye iko along kwa mito na wetlands. Sasa unaweka hiyo chimoti. Chimoti inatusaidia inakunywa maji kidogo. Namba 2 inasafisha maji yetu kupitia kwa ile misisi yake. Namba 3 inafanya maji yetu inakuwa baridi. Ukiangalia vile inakuwa inatengeneza kama esasati. Bangena munyu wetu na esasati kusama kenda atokoro zagia machanga. Abali mwachire mwarorire ngakiari munabona gisiye kalimo. Palimoro tusimeke chimoti ororo echikwera jimu na makendo ntorosi chimesa torosi birogo megango ntorosi ebichiko ntorosi bona abuno ntorochi nemento emete yende togenda goteba omote bono muna oyo tokoro komosocho omosocho no mote tumanyete botambe no mugusii airete lakini origererie toyo sai tunaukuza. Sasa ukija pale chuo kikuu chetu utapata kwa nursery beds hiyo mito iko. Omote no ritokoroka botambe nga ase tu akaire tuaruta gendo kekaro mutabwa omotembe. Bono iganto bugate chintetere no gocha na okorokia. Ekera ba minto buli mugoito bwakeire. Shamba yetu imekuwa kidogo sana. Sasa hii miti mbao tukiendelea kuiweka hii yenye tunaita eucalyptus unapoangalia vizuri imeanza kuleta even conflict with our neighbors because immediately ukiweka kwa fence wenzako pande hii ameweka mahindi ameweka machani chai na jinsi tunajua eucalyptus not only that it consumes a lot of water but also it releases some chemicals ngorwere chemical getabangina na bagaka monte gareta chigo sarie mimende sinaribu we normally call it from the scientific language allelopathic chemicals. Inapokuwa hapo sasa utapanda chochote so that's why tunasema ukipanda mti kama umosocho upande mti kama chimoti unasaidia mimea mengine kukua hata tani kupanda blue gum yenye inafanya mimea mengine isikue. Asante sana wageni wetu wa siku ya leo waendelea kutuelezea kwa kindani inga inkige koreta umechando bugwoncho kakwelire maithentu buna bagusia tawadabanga ntuntobu artifact iko kuigwa mnaona toiwense ya Turkey tulisikia nje ya Turkey Malawi ya kitu yenye inaendelea huko ni kwa sababu ya climate change na Zambia some parts of Zambia hata huku kwetu some parts of Luo Nyanza tunaendelea kuona mpaka some parts of northeastern
Garissa, Isiolo, Moyale and such like. Sasa sisi wa Kisii tunasema sisi hatuna hiyo shida, lakini tutaona shida tutakapoendelea na wataalamu wetu. Nimekwambia niko na Daktari George Ogendi ambaye anasimamia mazingira katika chuo kikuu cha Kisii University, pamoja na mgeni mwenzetu Profesa Alfred Shitandi ambaye ni mtafiti, ni research affiliate kwenye hicho chuo cha Kisii. Wako hapa ndani ya mjengo kutupatia maarifa, kutupatia mwongozo. Tunaweza kufanya nini ili tuzuie, kama tunaweza mitigate hizi maneno ya tapia nchi nebintu binde bingo mwancho murigereria igobona oroche ntogendete kumanyiwa sobo ikiranunga tabia nchi ogonchoka kwelire ebintu binde nintutu achangiereire igo twamanyire litangana introduction ya climate change. Wanontagete nataka tuingie sana kwa hii project ambayo inafanyika katika chuo kikuu cha Kisii University. Tuanze na Professor Shitandi. Tunajua kwamba tabia nchi ni nchi yote. It's a global thing, ni problem, ni menace katika nchi yote. Na kwa hiyo mumeonelea ni vizuri mkucha katika chuo cha Kisii University ili muweze kuanza projects kuona kama mtaweza kumitigate, kumaliza hii shida. Tuambie safari imekuaje, mumeanza hii project lini na inaendelea kuzaa matunda ama mnajifanyia tu pale Kisii University ndani? Asante sana. Kukujibu hiyo, sisi kama chuo kikuu cha Kisii University iko wakati tulikuja tukatambua kwamba a university yenye iko within the community ili ikuwe relevant, it has to address the problems which are facing the community. Na about hiyo miaka 10 tukaanza kitu tunaita research na extension. Yani kufanya utafiti na ile utafiti ambao lecturers na maprofesa na researchers wanapata waone njia ambayo inaweza saidia the immediate community. Kwa sababu mkuu wetu wakati huo alikuwa na vision mzuri, akisema ni bure university kukua hapa na ukitoka nje ya university vile mwenzangu amesema unakuta watu wanakata miti na iko university hapo. Sasa ni university ya nini kama haiwezi address problems kama hiyo? So tukaanza na kutafuta mbinu ya kupata fedha tunaita research grants ambazo zinaweza kukuwa na mwelekeo wa kufanya applied research ambayo which can improve the livelihoods ya watu. So kwa hii project tulikuja pamoja na inaitwa University of London. University of London proposal ikaandikwa na hapa Kenya tukashikana na Kenyatta University na Methodist na Kisii University na tukashikana na university ya ingine Brazil, ingine Fiji, ingine Mozambique. Na juzi tuliongeza pia India, India ndani ya hii project. Kwa nini tulifanya hivyo? Ni vile umesema watu hawawezi ishi in isolation. Hatuwezi sema hapa Kisii sisi tutaona njia ya ku address climate change na watu wa nchi zingine hawa address. So tukaona we want a global project. Na ndio tukakuja pamoja kwa hii project ya climate change na specifically tukaona tunataka kufanya katika universities. Na katika universities tulikuwa na njia mbili. Moja, tulitaka kuona tunaweza badilisha aje kitu tunaita curriculum. Yenye mtu hata ukienda ukisomea kitu kama nursing, at least ujue kuna kitu inaitwa climate change. Mtu mwenye anasomea engineering anaweza at least ajue component of it. Na tukaanza hivyo na daktari amekuwa akiongoza hiyo na ataongea mambo kidogo. Na the second one tukaona tunataka kukua involved na communities.
Na hiyo tulitarget specifically groups mbili, wa mama na wale tunaita mining community ya Tabaka. Kwa sababu Tabaka tuko na uhusiano kama university, tumewasaidia kwa njia mingi na tukaanza kuambia nyinyi kama kwanza watu wa mining au ndio pia wana contribute sana kwa kitu inaitwa soil degradation. So tukaona tunaweza fanya kazi na hawa. Na wamama tukagundua wako very powerful in the community. Yeah, we are very strong. Yes, you are very strong. Because you influence a lot of decisions. Yes. So tukaona tunaweza anza kufanya nao kazi, kuona vile tunaweza introduce trees kama zile daktari amesema, hizo bamboo katika communities, so that we empower them and then they can make a change within the community. All right. Yeah, thank you. Mzuri sana. That's the core yenye iliwaskuma sana kwamba kama chuo lazima pia nyinyi msiwachwe nyuma. Kisii University tusiwachwe nyuma kwa sababu ndio picha kamili ya hapa Kisii County. Ukifika Kisii County, Kisii University. Si ni kweli daktari? Yes, alafu umesema kwamba wamama we are very strong. Yes. Yani ukweli kwa sababu mwanchumo ligelia it is me with these two learned men. So I am very strong equally to interview such smart brains, professor, daktari. So tunaanzia hapa. Daktari, ningeomba uongezee kwamba ni ukweli vile professor amesema, alafu tena munijibu kwamba sasa tuko within Kisii, Gusii region, Nyamira and Kisii. Hapo awali tumeongelelea kuhusu causes of climate change in general everywhere. So mumeona kwamba Kisii na Nyamira ni vitu gani hizi zinaweza kuchangia? Sasa tukuje down to Gusii region yenye mnafanya utafiti ndio tujue kwamba ni njia zipi zingine ambazo tumekuwa tukifanya vibaya mpaka tunachangia tabia nchi. Lakini kwanza unakubaliana na profesa kwamba hilo ndio lilikuwa lengo? Asante sana. Nakubaliana 100% kwamba jinsi prof ameongea, hiyo ndio ilikuwa lengo. Okay. Niongezee kwamba baada ya sisi kama chuo kutambuliwa, na huu utambuzi ulitoka kutokana na jinsi nchi ulimwengu mzima zinakutana. Normally we call it Conference of Parties 26. Wakati maraisi wa nchi zote zenye ziko under UN zinakutana kila mwaka around November, December there zinakutana. So wakati nchi zote zilipokutana zikaona ni vema silete huu ujumbe kwa watu wao, maana hii mambo ya tabia nchi imetuguza zote. Rais mwenye amestaafu, Rais Uhuru Kenyatta alipokuwa pale Gusii, akatoka pale alipokuja Kenya, akasema kupitia kwa ile body inaongoza vio, hebu tambua vio, ndio vio vine vikatambuliwa jinsi prof amesema. Kisii University ukawa na greatest privilege kutambuliwa. Na tulipotambuliwa, uzuri nataka kushukuru pro mwenye tuko naye hapa, akawa yeye ndiye anasimamia mambo ya utafiti, akawa ameingizwa pale. Na prof alipoingizwa, sio kujigamba naye, akaona kwamba ugendi kwa maana wewe una huko kwa hii, akanileta ndani. Tumetembea Kenya mzima na prof. Tumekuwa na meetings. Lakini kwa hizi meetings, nasi kama vio, tukaanza kuulizana tufanye nini. Tukasema sasa ni heri tupeleke ujumbe huu kwa wanafunzi. Mwanjo mtegererwa. Tukanyoranga kiroyo gosoma kindi kionsi ya gosomera na hata gitamanye igoro yo gunjuka kweli. Tulipokuja chini ya uangalizi wa prof, na uzuri tena alipokuwa anasimamia mambo ya research, tena Mungu akambariki tena akawekwa ndiye anasimamia mambo ya masomo mpaka sasa hivi tulisoma. At the moment is acting DVC. So naye tukahusika pamoja naye, tukaenda katika Senate ambayo is the supreme organ ya kudetermine mambo ya courses to be taught. Tukaleta a course, tukaleta somo lenye tunaita watu kusomea jinsi inchi imebadilika, called global climate change. But now it's an introductory course. Yenye tunataka mwanafunzi wenye anakuja pala akisomea mambo ya hesabu, mwenye anasomea mambo ya languages, mwenye anasomea mambo ya agriculture, mwenye anasomea mambo ya arts, hawe naye anasoma hilo somo
ili anapoenda kufanya kama ni kazi ya udaktari wake, iwe ni daktari ya ng'ombe, ni daktari ya binadamu, ni mtu wa engineering wa maji, engineering wa mambo ya vyuma na magari, aelewe kwamba hii tabia inji kwa njia moja ingine inamuguza. Kwa njia moja au ingine yeye anahusika. Ili anapofanya hiyo kazi yake ya kufundisha hesabu, anaifundisha akiwa anaelewa kwamba anapoendelea kufundisha na tumia mafundisho yenye aya hendi kinyume cha tabia inji. What we normally say is sustainable teaching, sustainable development, sustainable production. In other words, what we are saying, what will take us through this particular challenge we are having, and we be seeing that in one way or another through our activities we are mitigating. So as we will be proceeding, we'll be commenting on how now we need to be coming in from our different professions, that in one way or another, whether you are a medic, if you are not careful, you are contributing to climate change. When you are a nurse, you are contributing to climate change. When you are a farmer there at home, you are contributing to climate change. But sasa nikija kwa mambo ya hasili na swali yenye niliulizwa, sisi kama wa Kisii, sisi kama watu wa Nyamira, sisi tunahusika hache. Ituna hapa liminka mbona tiwamba kwa neke Gusii. Tuna whatever. Usiendelee kusema kwamba yule mtu mwenye ako na gari ndiye anaendelea kuemit carbon dioxide to the environment. Usiendelee kusema yule mtu mwenye anakata miti ndiye anaendelea kuharibu mambo ya climate change. Hapana, hata wewe nataka uelewe leo hivi. Unapolima hilo shamba lako, kulima peke yake, digging, you expose, yani unaweka wazi hiyo mambo ya amasakara. Naona mongina amasakara yichi bando kutoka sete mwisoni usijingende unokolema kwanya Kenya na iga kwanya tiga embeire ga igira oxygen ye kunya bwate ni yanya gundia ya loss carbon dioxide yasoa to the atmosphere. So usifike kusema kwamba ni mwenye gari yani mwenye nakata miti ndio peke yake ana contribute to climate change. Na wewe nataka uelewe, ndio sasa university tumekuja na mambo ya research vile Prof amesema kutoka hapa, tunakuelimisha kwamba hata wewe kwa njia ingine ungali unaendelea kucontribute to kwa carbon dioxide. Namba 2 nataka uelewe ayo motari. Bona abantu baitu ndete Montegerei. Kwara ligirito unaotanga ki mimi sina gari ya kubeba mafuta. Nataka uelewe what we normally call carbon footprint. Yani you calculate your own carbon. You emit to the environment. Wewe mwenyewe una contribute. Yes. Ntatorigeria karokuruma kwamba useitorogoro. Uchebosongo. Kwara ligeringe gari ikwarina. Hiyo gari yenye umepanda imekunywa mafuta. Kama sio wewe ulikuwa umeamua kuja Kisii, hiyo gari ingeenda free ikubeba yoyote kuja Kisii. So nataka uelewe kwamba in as much you don't have the vehicle, hiyo kutumia kwako hiyo pesa umelipa, ndio umelipia hiyo mafuta itumike. Namba ya 2 nataka uelewe vizuri sana. Unapotumia stima kwako, mongina nomo haka. Tinde tiole galinga, hii ni maji yenye inatoka pale Kindaruma ama hapa Gogo chini ama hapa Sondumiriu ndiye na badilisha ile moto inaleta stima. Ndio tuanjira, nataka tusikizane hivi. Hii stima majority of it inatoka in diesel engines. Abantu mbaro bagendeleta koro stima bagutumika mafuta. So wakati unatumia hii stima kwako, nataka uelewe kwamba kama uitumie vizuri, in one way or another you are contributing to emission of carbon, which is contributing to climate change. Asante sana daktari asokwerera senchira yuwe kirano kigima wetho na neki usina yete balinga ni daktari ajasahau lugha yake ya nyumbani. Hata Shitande professor tulimwambia next time akikuja tutaongea Kikisii. Kikisii kabisa. Igonga tuigule manchumulilia about climate change. We are involved either directly or indirectly. Hata hizi maneno ya mafactory, hii maneno ya mtu unaenda shambani unachoma ile ama sanga ka alitua tu aletre, ile bado inachangia in one way or the other. So tusilaumu wale wako na magari, wako na mafactory, wale wanatengeneza, wana manufacture food and all that, kwamba ndio wanachangia tabia nchi. Kila mtu, kila mmoja wetu, ndio maana tuko hapa
tuweze kuhimizwa vile tutamitigate, vile tutamaliza hili janga la tabia nchi kwa siku zijazo. Kwa saizi it's a global challenge, kila mtu ako na hiyo challenge. Ndio maana profesa wako hapa kuhakikisha. Tukirudi kutoka mapumzikoni, ningependa profesa atuambie the facts about climate change in Gusii region yenye hatujui sisi. Kwamba kuna facts ambazo wamefanya utafiti kama researchers wamegundua kwamba Wakisii tuko na hizi vitu ambazo zinachangia pengine tabia nchi kuonekana katika makazi yetu na katika nchi yetu. Twende mapumzikoni mwancho mulele kolende gendera gutumari boli yao as professor as daktari akoiranira igoro yo gonjoka kwelire igobona kwarorire ngegente kenkiarenge beyond bunenjera tokerigere tutari boy igokere beyond buna bayarasira senjera yubekira nukegima abago tobwata gwetera online Ndizi TV News Digital otomeli boli ya ororo abon Facebook abago YouTube naboko beka Ndizi TV News Ndizi TV News egero tonyora senjera yubekiranu wege namba esiminere gorabo ase TV yao osena banko kwa yote bigere 0792 192 834 egero tulikereri bolio. Tutauliza profesa ile swali ungependa kumuuliza, ile swali ungependa kuuliza daktari, pia yeye nitamuelekezea. Hivyo usiwachwe nyuma, kwa sababu hii ni topic ambayo inatuhusu sisi wote kama jamii. Usisonge mbali, tuende mapumzikoni, tutarudi kwa muda usiokuwa mrefu. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusii. Omurigereria bwa television ya Ndizi TV bono na bukura ry'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eriobwekere abarigereria kurochi county sana na ibire echo kirasorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo erioto gwekere gose otutarire ase chiabisi chito echo kirase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe. Ekero utagitutu arobole muno mumuso busyo bw'abantu enchiraneye muyuka Palamax Executive Spa and Baba aiga nigo kuingirwa chinchira chiya na chiria chigosonana naye tarigoryoka mbabwate massage ekero kwagingirwe na gukorerwa steam bath pedicure manicure gusokorosigwa chinchara chiria chiamagoko ni chiamagoro nkurusi abareri isankwa riria riarabokire na kororekana bobe nkonchoreria bare etukirangi kurengana bunuraganie no bale imeyumu chukisi asamagacho akwanza plaza rirongoria kabire asebara ya Kisii Migori highway akena mbeye eliobanyore enoti isano na ibere enoti kianda isano na ibere inye isano na ibere isano nemo isano niseto eyemo Palamax Executive Spa and Baba. Enyagitari ya Worldfit Health Center iyigo toka imeyumu chukisi nigikorwa bokorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwalia marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chisinya gitari yeito ntutoko make sure nga tuapimiro murwere bya twakorere diagnosis boigo mbabwato bokorere bonde buna general consultation okorengwa as laboratory nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition no bondo bonke. So na kito kero montaji robisi ito toko make sure nga tuamua device ni nutritionally nga kia kuirena nga kia kuitanga kuruko soko nyora morwe ito kutumia amarioga kawaida ito kutukuruka na conventional medicine tuatumia mariogo akurua sendagira munabono vitamins ama fatty acids
nandi twamanya gutumia amaryo gakurukunga herbal medicine no tole enyumba ya Uhuru Plaza Gabosongo goroba ya gatatu erumu 307A nandi ntubwate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 nandi ntubwate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Esukuru y'okwegerya Burundi bwa Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukorera ubya asibirengo ao byo Burundi bwa Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Burundi bwa kimatatu cha 14 seater D2 PSV Burundi bwa bus CE heavy trucks F PWD Chiabantu bali nobolema bwigomba bwate short courses cha BCD na B executive obuye bwukwigira na Rocky Driving School mburiye buna ebirasi byabo nigo biri flexible chinga kicere cyonsi urataka rituko nigo bagosomya omwaka mugima aborukiya babo nigo banjire n'icyumbe kiriye gikurira y'ubusera bu Burundi bwa Kigali gia NTSA buyo nkwigirure asenze mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imeyo rugonguru Gusii asebali imeyo muchukisi asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigochire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kioge Junction na boigo asumuchukil Goris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Chinga kichiabono nigo chiganetie obumanyi bwebirenko byigoro oburanyore ase college ya St. Anne's kubwatekana ni chikosi chiria bagosomya chibwate chiro Erike ase college ye bwegere chikosi buna computerized secretarial IC3 computer courses web design and computer programming video editing and sound production CCTV installation keyboard and piano, AutoCAD na Archicad. Nkwegeli ya bari boigo, QuickBooks, Sage, Gusii Pastel na boigo, Information Communication Technology, nechinde chinyinge. Nigo babuate chi intake, umutinyo January, May na September, kiru mwaka. Boigo, mbabuate intake ya IC3, kire Jumatatu. Okwerikia nigoganirie, result slip ya KCSE, ekebande Gusii waiting card, a birth certificate, nechi passport size photos ibere, nechi shilingi 500. Imeyomo chokisi nigobare Uhuru Plaza, Mirongori gatatu. Nechi nsagi chinde, injirebuna Keroka Otange Building. Imeyomo chibuogembo, nigobagotoka Asamagacho, Awakenya pamoja sako. Suneka Dennis Hardware Building, Nyakoe, Angena Nyakoe Main Junction, Nabuigo Nyamira ase nyumba ya Timi Building. Naboko bakiresimi ase namba enoti isano na ibere isato, isane noti, isano na imwe noti, isato eyemo. St. Anne's College, excellency and competency for the future. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Biamo naendo mwancho muligereria twiranire korwa sensa mwende yomotimoko. This is our final touch as tokona ukwanira igoro ya climate change effects, impacts and the mitigation chira abeku egera torenga ntukoro mchandoyo o tabia nchi ambayo imetusumbua sio Kisii peke yake, sio Kenya peke yake, sio Uganda peke yake, ila ni dunia mzima.
Mwanchu muligereria bono ndio tunaendelea kuzungumzia na wataalamu wetu, walimu wetu, nikiwa na Daktari George Ogendi ambaye ni mwalimu katika chuo kikuu cha Kisii University, pamoja na Professor Alfred Shitandi ambaye pia ni research affiliate, ambaye pia anahusika na mambo mengi sana pale chuoni, ambao wanajaribu kutuambia na kutuzingatia ni nini hasa inatupasa sisi kama jamii kufanya ili tuweze angalau zuia maneno ya tabia nchi, hata kama haitaisha kwa sasa, ianze pole pole. Unajua kila kitu inaanza pole pole na inachukua muda. Asante sana kwa kuzidi kuzungumza na sisi, kuongea na sisi. Nitasoma jumbe ambazo mmezituma hapa ndani ya studio na tutazidi kuendelea na wageni wetu wa siku ya leo Jumatatu. Iko bano mwanchu muligeranya ko gwato ko boli akonde wensi gendera ko gotoma wetera senchira ye mitandao ya ito Facebook no tolegalia live Ndizi TV News Digital, YouTube no tolegalia Ndizi TV News na baigo SMS number erega wase TV yao na bogo tutumera ujumbe egere ndigereria senchira yobo ikirano kegima. Asante sana, tumerudi kutoka mapumzikoni. Swali langu lilikuwa kwa Profesa Shitandi kwamba kuna zile facts ambazo nyinyi kama wataalamu mmezigundua hapa Kisii ambazo watazamaji wetu hawajui. Tupatie mwangaza. Asante sana Sara kwa hiyo swali. Ile facts tuko nazo mingi, lakini wacha nijaribu kusummarize zile zenye labda watu wamejua na wameona. Jambo la kwanza ni vile nilisema within Kisii saizi na Nyamira tumeanza kukua na ugonjwa ambazo hazikukuwepo hapa. And that's a fact. Tumekuwa na ile tunaita kwa kizungu increased incidence ya vitu kama malaria. Tumekuwa na different strains. Ziko wadudu wengine tofauti ambao wana attack mimea zetu. In fact kwa utafiti wetu tuliwahi kugundua strain nyingine ambayo vile tuliangalia haikuwepo hapa Kisii kwa miaka karibu 10. Na inasumbua watu sana kwa hiyo tulikuta kwa hizi indigenous vegetables in Saga na Rinagu. Hiyo ni fact. Fact ingine ya pili ni upungufu wa mvua. Hiyo iko clearly documented. Fact ingine ya tatu, temperatures zimeanza kukua za juu sana. Katika hii mwezi wa February hapa wenye walikuwa kiishi hapa Kisii, kila mtu alikuwa akisema tujawahi kuona temperatures zenye ziko kama hizi. Fact ya mwisho, kwa sababu hiyo ni kitu yenye pia nitaongea kidogo later. Kisii area kwa miaka mingi ilikuwa Kisii na Nyamira ilikuwa ile tunaita food secure. Saa hizi Kisii na Nyamira imeanza kukua classified as food insecure. Na hiyo yote ni iko linked to aspects of climate change. Na of course degradation of land na minimization of the land size. So hizo ni facts zenye ambazo ningesema kwa saizi. Asante Profesa, nakubaliana na wewe. Hata mpenzi mtazamaji anakubaliana na wewe 100% kwamba kuna zile facts ambazo tunaziona katika region yetu ya Kisii region, ambayo inanipeleka swali langu kwa daktari. Unajua hata kama hizo facts ziko kulingana na watafiti, kulingana na research, bado kuna wale wanasema sisi hapa Kisii tuko sawa. Tunasikia watu wengine wanakufa maji, watu wengine wanakufa earthquake, watu wengine wanakufa hiyo flooding, ya ndio maji mingi. Sisi hapa tuko sawa. Hebu tuambie ile madhara inayokuja na tabia nchi ambayo tujitayarishe, ndio watu wajue kwamba how serious is this effects of climate change na tabia nchi. Huenda tukakuwa na mzaha, hatujui. Hebu tupatie hiyo ndio watu wachangamke. Asante. Omwanjo mutagere na karibu. Igule ngari ile ya onjokire. Lakini hindi ngigego chikoba.
ikina lili swali nina tokwebole nini tatendeka aba minto ntete tweboliga mutienyo mutangani no yokabere omwako oyo tole yes mwagende bitiongo mwarabo n'abantu barwana bakurwanira amaji mwarabo abantu n'abarumana abagambi batulete mwagambe bina. I'm talking to village elders and chiefs and assistant chiefs. How many fields were brought before you related to water collection points? People were fighting. Mama walikuwa wanapigania maji. So ni nini tuna expect baada ya hii? Tusipoangalia vizuri hii mambo ya tabia inji, tutaanza kupigania maji. Maana kila mtu anataka maji aende kutumika kwake na maji hayapo, sasa ni kupigana. Nikurekebisha daktari, sio hata tutaanza kupigania maji. Tayari wamepigania. Niko na kesi, mama aliuma masikio sababu alienda mtoni saa 12 asubuhi wakaenda kung'ang'ania maji wakati wa kiangazi. What is happening? Kwa huyu bia hao roje wasacha ba murawande bacha n'abasubati bandi bagwatika kuba basumu mwaka ni mwaromani ine ari effect ya kuchigocha effect yende kuchigocha tutate kuligereri indagira ngukire gutubura mwaroje ndagira njatubulita kare ndagira yatubulita abangina n'abagaka murenga mwaroje ngano ane kabachi kiabulita noroje kabachi ninga kakuneni kali kwa magi binyende bya gwetande akana ukagwetanda ko ikabura ikabe chintu aroje tokuruseli ukuruware 200 akabe chikadogo. So that's the effect I'm talking about. So tusipoangalia vizuri kuhusu hii mambo ya tabia inji ili turekebishe ni sisi tutahusika kuhusu jinsi tutaguswa katika maisha yetu. Kingine yenye nataka kusema dira bali yeto bono maetonye ntubwati maje dira bali yeto ndi komeri kende gyonse so amaji na arala muhimu tiga na chinse ichindo ko ikunga baka kwa irrigation wananyunyisha mimea sisi unanyunyisha kutoka wapi wakati unapoangalia mito yetu tumepanda miti bluegum wetland tumeenda tumekausha sasa tutatoa maji ya kupiga wapi na unajua challenge yetu hapa Kisii ni kwamba sisi tuko katika milima nani yako na nguvu yenye atakanyaka kale kama mashine kama mguu apige maji pande mpaka huko juu and like other places where there are wetlands kama Ahero ukienda iwapo kuna maji mtu anaweza kuingia pige apande mboga na hapo so those are the effects another effect which we are going to have aba minto emenyama nyasato ete alright tumeipoteza nataka ujiulize hivi wapi snails ngayama korominyali these are species as God gave us which indicate the status of the environment. Yes. That we willing to give you to be agenda. The frogs, where are the frogs? Where are they? They were indicators showing us how the wetness of the environment is. Ntoma nyetenga bintu biri komenya roje kandi biri komenya sense nyuma biri komenya sense bwata maji kiasi ekiyagara none nkira bikoya na bikoya so tuabisiriri ndeto mungina bwebo na ikinyambu kiyagenda kare igana ari gweta ni gwa singweta na unge nyambu cyako tambuka ngwabwe neta kwanda nkire lakini rero ngai kinyambu ki so because of this climate change those are the effects we are going to have and another thing which we are going to have hewa yenye tunavuta bangina moroje saa hii mambo ya mafua yenye uelewi yanatoka wapi ni kwa maana tumechafua mazingira yetu na hewa yenye tunafuta it is poisoned. Alright. Lakini tutakapoingia jinsi tutatafuta sasa suluhu ya kuangalia haya na tuyaweke maanani na tutende basi hiyo tutarekebisha kwa muda wa miaka kidogo na tutarudi jinsi inastahili kukaa. Asante sana daktari. Profesa, nafikiri kwamba daktari amemaliza yote. Ni mengi lakini kwa sababu ya muda hatuwezi tena kuuliza profesa pia yeye atoe zile effects zinaletwa na tabia nchi kwa sababu daktari ashamaliza zote na tunaziona. Sasa kwa sababu ya muda naona unaendelea kuyoyoma kabisa. Tuko na dakika kama 15 peke yake na tuko na mengi bado ya kuzungumzia. Mwenzangu Amini daktari amesema kwamba enchira emetaro enchira yo wake metaro chinse chinde buna Israel daktari ni nchi jangwa ama kavu.
lakini bado tunaona wanaendelea vizuri tu, wanaendelea vizuri. Sasa ndio maana nashindwa nchi yetu ya Kenya. Usiite what is not happening. Professor, utajibu hiyo. Professor, wacha nikuulize kwamba mumesema sana magari, utumizi wa magari inachangia sana mabadiliko ya anga. Sasa mtu atumie nini? Mtu anaweza kutumia baiskeli? Nasikia kama nchi ya Sweden watu wanatumia baiskeli. Sijui kama ni ukweli, sijui kama umewahi kuwa nchi ile. Asante sana Sara. Ni ukweli kabisa. Mimi mwenyewe nilikuwa na bahati, nilisomea huko. Na hizo miaka zote nilikuwa huko, nilikuwa nikitumia baiskeli miaka 7. Miaka 7 baiskeli. Na hata mwili wangu ilikuwa mzuri, haikuwa vile ilikuwa karibu kama yako hivyo. Sio sasa umekula sana unajua. Kwa sababu baiskeli ilikuwa inapunguza mwili. Na lakini kwa in relation to what we are talking about, carbon footprint ilikuwa kidogo sana. Na hizo nchi unakuta hata the prime minister anatumia baiskeli. So locally tunaweza fanya vitu kama hizo. Tunaweza kwa tukijaribu kutembea. Ukiona ni weather iko mzuri, kama unaweza tembea kwa soko urudi, yo umereduce carbon footprint yako. Vitu kama hiyo. Kitu kingine ya pili ni kureduce kukula nyama sana. Kwa sababu nyama, mimea kama dairy animals na maziwa na mbuzi, hizo zinaongeza pia footprint. Kwa sababu zina release kitu tunaita methane. Na hii methane ndio hii yenye daktari alikuwa akisema inakuwa trapped, zinakuwa trapped juu. So kama tunaweza rudia zile chakula zetu za kienyeji, hizo tinsaga, hiyo nyingine mmeita enderemo, obutere, emboga, visusa, hizo tutakuwa reduce carbon footprint, na pia wenyewe tunakuwa more healthy. Hizo ndio vitu ningesema kwa sasa. Thank you so much. Daktari, you can add something about our food habits. Kumbe kuna chakula ambazo tunaweza kula bado tu. Unajua jinsi daktari disease prof amesema. Nataka tu mwanzo matari nyeligeleliga. Talinga hiyo ng'ombe umefuga hapo unapoila baada ya kuichinja, at fully is a carbon footprint in one way or another. But I want you to look at it this way. The type of feed we are giving these animals, they are processed feeds. Monginante to ligelinga deiye yukwanyanga gatanga nalio ekurwa mabere. Ligelingo deiye yunyeligelinga yago. Nataka uangalie jinsi hiyo mahindi imetoka kwa mkulima pengine Kitale, ikapelekwa kwa factory Eldoret, hiyo factory ikatumia stima yenye imetengenezwa kupitia kwa consume diesel. Sasa ndio irani crash hiyo itengeneze dairy meal. Nataka uangalie omena yenye inatoka Kisumu, ni gari zinaleta. Na baada ya hiyo dairy meal lazima ibebwe na gari tena iletwe mpaka hapo kwako. When you compare all those transport distances, it is diesel which has been used, which it keeps on eating. But sasa kama wewe umepanda jinsi ya huo, unaje jinsi ya hiyo katakata hiyo nepia grass. Utafute any protein supplement kutoka hapo, na matayama nyabwali, ukatakate, ulishe ng'ombe yako. Unaona vile umereduce carbon footprint. So unapo angalia kwamba kuna tabia inji, usije ukasema ni wale wengine. Nataka ujiambie kwamba mimi, unajiuliza mimi kama mama wa familia hii, mimi kama baba wa familia hii, ni jinsi namna gani nime contribute kwa carbon footprint. Na unapojiuliza hilo swali na ukapata kwamba una contribute, sasa unatafuta suluhu kwamba sasa badala ya kwenda kwa dairy meal, wacha mimi nitumie my locally produced feeds. I feed by animal, and in the long run you will get the milk. That is how we go about. Thank you so much, Professor and Daktari. By the way, we are learning. This is carbon literacy. Tunaendelea kufundishwa. Mtu asikuje kungoja ati, hey, hawajafika carbon literacy. This is the whole thing. Tunaendelea kufundishwa. And almost 54,000, over 54,000 people from over 4,000 organizations are carbon literate.
I wish you are one of them now, kwa sababu tumepata hayo mafundisho kwamba carbon literacy ni kitu gani. Ni hizi kiscientist vile wameeleza, siwezi kukueleza sana lakini umeshayasikia. So hii ina cover our topic about carbon project and carbon literacy. That's the point of the day, na naona kwamba wageni wetu wameweza kuzungumza kwa kindani sana. Sasa kama university, kama partners, wale mnashirikiana na wao, now what next after this? After you are targeting a lot of stuff, but now what next? Tutarajie nini? Mitigation in short. Mitigation. Tutarajie nini? Yes. Sisi kama chuo tunaendelea kufundisha community. Na jinsi ya kufundisha community ni kuwaelekeza jinsi tutatoa hiyo carbon from the atmosphere. Na solution tumepata ni upanzi wa miti. Yes. Aba tegerura ndete mbatebiga. Endagira yomote. Chakula ya muti ni hiyo carbon. Na maji. Yes. Muti kitu inahitaji ni hiyo carbon na maji. So long as kuna jua ama kuna mwanga. Muti iko na njia zake jinsi Mungu aliumba. Inaleta hiyo carbon, inaongeza na maji, inatengeneza chakula yenye tena tunaendea. So saa hii tunaendelea kuambia wenzetu na hata sisi tunajiambia, tafadhali pandeni miti. Alright. Iwapo una nafasi kubwa ya kupanda miti, hapo karibu na kwako, panda mapera, panda avocado, panda nyasi. Usije ukaangalia miti kwamba miti ni tofauti na nyasi. Hata nyasi ina sequester, ina fruta hiyo carbon. Na hiyo nyasi ndio utaweka ng'ombe zako zikule. Baada ya kwenda kununua dairy, sasa leta hiyo nyasi. Namba 2, tunaendelea kuambia watu tutumie maji jinsi inavyostahili. Hii tabia ya kuweka maji nyingi kumwaga tunataka tuache. Lazima tujue hiyo maji inahitajika pale mtoni, hiyo maji inahitajika itumie kwa mimea, hiyo maji inahitajika itumie kwa wanyama wengine pamoja na sisi. Mwenzetu aliuliza vizuri. Israeli iko ni tunajua Israeli ni changu. Lakini ya kustaajabisha ni kwamba hapa ndio mahali tunapata maziwa nyingi, tunapata chakula nyingi kutoka. Kwa nyinyi jiulize, ni nini hii Israeli imefanya? Israeli wenzangu, nataka tusikizane hivi. Hata prime minister wa Israel anapimiwa maji. Prime minister really? Nataka ukweli anapimiwa maji. That is a ration. Abataka linta temba boliga. Nta boliga ntona okwana gavana lieta. Lakini nta tole bolinga na president ya Kenya hata gavana ya county yoyote. Uende kwake unampimia kwamba wewe unastahili kutumia maji lita 20 kwa siku. Atakubali? Hawezi. So ni sisi tubadilishe njia zetu na mienendo yetu. Tunaposema kwamba watu wote ni sawa, kama ni kupima maji, tupime maji kila mtu apate. Hii ndio hata changamoto tuko nao kaunti ya Kisii na Nyamira. Maji inaelekezwa kwa wengine nyingi na kwa wengine hawana. So watu wanaenda mitoni kwenda kupigana. Tuta identify an area, tutoe maji, tupelekee wenzetu, lakini tupime. Tukipima tumesaidia. Ya tatu. Yes. Wangina na bakaka. Ni heri tutembee. Ni heri tutumie kinyange, bicycles. Hii mambo ya motopiki unaona sasa motobike kila mahali. Mama anaona goromo kwa tu, watu kwenye aroko unabeba tu unawekelewa juu mpaka mahali fulani. Hata mahali unaweza kutembea, wewe unataka utumie motobike. Tuagotire, tuarwalire. Esa utugutumeke binte. Tarango, ile ngaba kuruba itu na bale gukora. Ibale gutara. Bagakonya mambo ya mazingira walisaidia na wakajisaidia kiafya. Sisi saa hii tunatumia hiyo motorbike, tunatumia gari, hatujasaidia kiafya na tumeharibu mazingira. Iwapo tunataka tuishi vizuri, ni heri tubadilishe mienendo yetu. Asante sana daktari kwa hizo solutions and mitigation 3 ambazo umetupatia. Sijui kama profesa unala kuongezea kwa solutions to this matter. Labda si kwa solutions, lakini iko swali ambayo uliuliza what next. What next, So kwa university sisi tuko na program. Vile nilikuambia tulikuja tukagundua umuhimu wa kitu tunaita extension program. Na hii
university inaendelea work na community. Tulichagua watu karibu 50 from different localities in Kisii and Nyamira, whom we said we will be working with them progressively. Na tulisema tulichagua from youth and women. So how we continue meeting them, we continue going to the communities, and we continue trying to champion so that there is change in their farms. Alafu, we have the expectation, wengine wakiona kama kuna tofauti ambapo our leaders wanatoka, it can spread out. Okay. So hiyo ni kitu ambayo tunaendelea kufanya. Pia tuko na training programs. Most of them ziko free for the community, where we engage them, we look for community members. Yes. And the university, through the support of management, sometimes provides some support, ambapo hawa wanaendelea kufundishwa. Na hii project yetu ya Climate U project, pia iko na programs kama hizo zinaendeleza kufundisha watu na kufanya outreach katika community. Alright. Asante sana. Na sijui ili alikuwa kwa mpangilio, lakini naweza uliza tu kwamba how do you do your outreaches so that you reach people so that you can educate them, because this is a program or this is a project. Mnawafikiaje? Ni pale ndani ya shule peke yake ama mkitoka nje? Inakuaje? Now, ndio mono ndo mtegereri. Twagoli unga kitoko baikira. Tunawafikia kupitia njia nyingi. Kwanza, sisi kama chuo, kupitia kwa wanafunzi wetu na staff. Saa zingine tunaenda nje. Okay. Kama ninawapea mfano, wiki mbili zimepita tumekuwa pale Rangwe. Wiki nyingine tulikuwa pale Kitimikai. The other month tulikuwa Homeline. Tunaenda tunaongea na wananchi, tunapeleka miti. Tulitoa miti hapa Kisii. Tunaenda tunapanda na wanafunzi. Tuko na foto nyingi, tumeenda hapo. Namba ya pili, sisi kama chuo tuko wazi. Mwenye hapo na issue amekaribishwa. Leta issue yako pale. Kutana na wazomi, watakuelekeza. Namba ya tatu, sisi tunakuanga na agritech exhibitions. Na tianda bolia omwanjwa umuligereria nga mwezi huu pale chuo cha Kisii tutakuwa na siku 2 ya agritech exhibition. Na hii ni Kenya mzima. Kampuni yetu ya Nation ndiye imeuzika. Na ningependa nichukue nafasi hii kuwakaribisha nyote wenye mnataka kusikiza ni jinsi ipi hii mambo ya tabia nchi imetuadhiri. Tafadhali kujeni pale muone jinsi unastahili kulima, mboga zenye unastahili kupanda, jinsi unastahili kuweka maisha yako. Hayo yote yatafundishwa. Ni mwezi huu 27 to 29. So those are means through which we reach out. Thank you so very much. We have 1 minute to go, but producer please, kama unaweza niongeze dakika 3 peke yake ili tumalize ile tulikuwa tushaanza. Asante sana. Prof, kwa haraka kulikuwa na kongamano pale Israel kuhusu maneno ya climate change. Sijui kama nyinyi watafiti ile kongamano iliwasaidiaje? Je, kuna matunda ama ni vipi? Iko matunda, na ile matunda ambayo tunaweza sema kitu ya kwanza imetupa mwelekeo wa kudevelop kitu tunaitwa policies. Unajua policies ndio vitu zina influence vile serikali inaweza pitisha mambo yao. So iko matunda kwa sababu iko wenzetu ambao wako kwa hizo programs. Na Daktari Ogendi ni mmoja wao, hata labda unaweza ongezea zaidi kuliko kitu ama, lakini policies ni matunda ambayo sasa tuko kwa effort ya kujaribu influence kama scientists na researchers. Daktari, utaongeza nini kwa kifupi? Tunaweza kuongeza ni jinsi program imesema. Mambo ya policy ni jinsi tunaendesha mikakati yetu kuona kwamba na michakato tumesuruhisha hizi challenges zimekuja. Among them sasa tunaendelea kusema
irrigate the crops. Tusiendelee kungoja kwamba ni mvua. Enda pale mtoni kama tungekusa hizi chemichemi zetu na we preserve them. We can pump water out of it to our respective point to find. Number 2, we are also let's be sinking water. Badala ya kuacha maji vile hapa tegereri muna maji mbura ya tuli Orlando chakulimira. Nki ama talima kisiranga. The mango kisiranga no amugondo bwa. Terrace the land, hold the water. Those are policies now we are saying because Israel informed us and they told us any small amount of rain they get, they hold it and they use for irrigation. Again, to enda go tell. We are getting informed. Move away from riparian intrusion. Na kitoka enda go tell anga. Eka ko nyano nema ko serikali ko te county ko se national government ngati. Kata hiyo imaanishi kwamba inataka ukue maskini, bali inamaanisha kwamba inataka iweke maji tayari kwa wewe na watoto wako wa kesho. That's how we are influencing policies. Asante. Ona ndio tokena yote. Akarogote wakati unasikia sasa serikali sasa inasema tununue engine zenye which are hybrid. Asitumii mafuta lakini zinatumia even some battery. Recharge. Tumemsasikia mambo ya Kenya Power inaenda kuweka recharge oro. Msianze kusema ati hiyo gari ni pay. Hapana, serikali nayo imeangalia kwamba we want to cut down the amount of carbon. Na sasa zingine ukiambiwa tumia matatu, panga na baito na Gusii anda batebia. Matatu ni ndia. When we consolidate and we pool, we move in one vehicle, we reduce our carbon footprint. All right, thank you so very much. The topic is so interesting, but kwa bahati mbaya wakati umetupatia kisogo na producer ananiambia kwamba hatuna budi sharti kumalizia hapo. Neno moja la mwisho Profesa kwa mpenzi mtazamaji. Kwanza nakushukuru sana Sara kwa vile umetupeleka through this program. Nashukuru watazamaji kwa kuweka wakati wenu, na vile tumesema chuo kikuu cha Kisii kiko wazi. Mtu unaweza ingia, hii ni university yenu. Mnaweza ingia wakati wowote mkiwa na jambo na muone vile mnaweza kukua supported. Asanteni. Asante sana daktari. Ewana tuakwane naye ndio mwana sichinsa chiao andalia twakwana onye ko gwate chingaki nyabeka se bikorwa obugimo bwo nobwao nobugimo nobwana wegatorore kane nje naye tugochamo torocio obugimo buya toroseria abana baito ne ebisa kubigocha igobono amasoma twende tokonyora tunyabeka se bikorwa atokonye komenya buya biyamana. Asante sana mwanchu muligeria ndochenga wana no twikiro mwelio neno gose jambo la climate change, tabia nchi is a very wide topic. Atungemaliza yote kwa sasa, lakini next time bado tukiwahitaji studioni, karibuni sana. Asante sana. Tunasema kwamba alitukoligia biyamona sobocha biyamno atwara litukoligia kabisa. Asante sana mwanchu muligeria tikatukiria abo asebono na mangale ngikuri nikolenginga wesomire. Wale wote mmetufuata kwenye mitandao kwa pamoja, nimeona messages zenu. Asante. Yuni yule mmoja Waziri Mkuu Kemuma Bwantiria na William Nyaende, na wale mmetupata kwa njia ya SMS, naona Rusina, naona Evaline Bikoro, naona Brenda Nyanchama, naona Joshua, naona Linet, naona wengi sana. Amuko na maswali mingi lakini wengine wamepongeza kipindi. Wamesema asante sana kwa hayo mafundisho ya siku ya leo. Tunasema ni asante sana na mzidi kubarikiwa. Iko tuwalenge no yo Minto Brighton Makoli asomoro bulimo mabwensa akia oliwo chakachinsa 12 wikachinsa 3 chabono. Producer itu ni akoro kwa Joshua Auta, na alenge na Professor Alfred Shitandi, na alenge na Daktari George Ogendi Cross University ya Kisii. Na inche ni wankoro kwa Sara Nyarangion Tita tuwarubuligerelia borubia.